Kuna besti yangu sana pale markiti anaitwa nani Abdi. Anapenda sana kunipia maziwa ya ngamia yale. Ananiambia ako na manufaa mazuri sana. So ni besti yangu sana. Lakini sasa huwa akinipa huwa nikipeleka nyumbani mama wa kwangu yeye wanabugia. Napata amemaliza. Shanielewa? Anamaliza kabla hujaonja. Okay. Ujai. Basi leo mgeni amesema Le General na Baraka zawadi hii yenu. Lakini kando na hayo basi leo tunataka kuzungumzia umuhimu wa kutembea kama nilivyojuza hapo awali. Kila ambacho wewe unakiona ni kitu ambacho kinakupotezea muda wako, kitu kigumu kiwezekani. Kuna mwingine anasema kwamba hiki kiko na manufaa. Tunazungumzia kutembea. Sasa tunataka kuona umuhimu wa kutembea uko na manufaa gani kwa mwili wetu. Ushona? Nilikwambia siku moja nilitembea mimi. Nimekwambia? Ulinielezea. Nilikwambia nilitembea kutoka town mpaka kule maeneo ya Mtwapa. Yes. Lakini hiyo wajua sababu iliyokufanya utembee ni kukosa nauli. It was not out of your comfort zone. Serious? Mimi watembea. Mimi hata mwenyewe ni shahidi. Nikitoka hapo ofisi jioni kama kuna jamu ile mimi utembea mpaka lights pale. Sasa ni mazoea yangu. Ni sawa kwa sababu ya muda msikilizaji dakika 5 acha tuweze kumintroduce mgeni wetu aweze kutusemesha mawili matatu hivi. Maybe akatuelezea ametokea wapi na ametukujia na mazuri gani. Karibu sana. Asante sana. General. Baraka. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Mimi nimetoka Nyali. Kutoka Masjid Rahman hapa beach. Nimetembea kilomita 8 tu. 8 kilometers. Only. Wajua kuna watu hata mita 100 hawafikishi. Wasema mita 100. 1 hour 40 minutes. Stroll pole. 1 hour 40 minutes. Kawaida 1 hour 40 minutes natembea 10 kilometers. 2 hours 12 kilometers. Like 8 kilometers stroll. So unatembea na target kwamba masaa fulani nafaa nikuwe nime-achieve certain kilometers. Yes. For lazima ikuwe na at least ufaidike. Ni good uende pace nzuri sana. So an average pace ni 10 minutes per kilometer or 6 kilometers per hour. Lakini kwa watu wengine wanafanyanga mpaka 6.57 lakini 6 is good. 6. So you do 6 which means 2 hours 12 kilometers. Na maybe tuanzane na hii movement kabla hatujaingia meja wa Nyali. Kwa sababu tulipost ile post yako pale na kuna comment pale jamaa aliweka comment tutauliza baadaye. Sasa hii hatutaki kuzungumzia hiyo. Maybe tukianzana na hii movement. Nini hiki ambacho kilifanywa ukakaa chini ukasema naweza anzisha hiki kitu na kikavutia ufuasi mkubwa sana. Na sasa tukiangalia indeed it is true. Naam. Na kabla sijaenda hapo Fika town, nenda hapo hotel yetu Al Yusra. At least nipata nguvu. Tupiga chai kama moja chai maziwa ngamia. Na niwaletea hapo mtaenjoy. Tumeona shukrani sana. Mimi napatia nguvu. It's me energy very healthy. Haiko na afya nzuri sana. Tunaomba mjaribu. Sawa. Sawa. Mimi vile umesema naitwa Meja Idris Abdurrahman. Tuko na slogan inaitwa tembea na Meja. Tembea na Meja. Na kusema kweli nikamwambia watu vile nimeanza hawaamini. Kwa sababu nimekaa nimefikiria nikaplan ndio Mombasa kwa mobile ilianza. Kusema kweli ilianza just accidentally too. To be honest about it. And when walikwambia watu hawaamini. Mimi nilipatikana na ugonjwa ya sukari na pressure mwaka wa 2010. Na nikapatiwa dawa nikaanza gym lakini nikawachana dawa na gym na baadaye afya yangu ikaanza kuregea kidogo. So kufikia 2017 during the election 20 August nikaona mwili wangu si nzuri. So baada ya election ya 2017 siku moja wiki nzima nilikuwa mwili wangu ulikuwa nasikia kuna shida. So one morning nikaamka nikamwambia driver boss nipeleke hospitali. So akanipeleka AR hapo Jubilee. Na kufika huko nikapimwa nikapatikana sukari yangu iko 23, blood pressure over 200 which is very risky.
na wakanapima na equipment ya ECG ile ndogo sana. Alafu hiyo daktari akaambia I think you have a mild heart attack. Basi nikakimbizwa Mombasa Hospital. Wakimbizwa Mombasa Hospital akanicheck akaconfirm sukari iko juu, pressure iko juu, lakini ile heart attack hakuna. Basi kalalishwa hapo karibu wiki nzima. Nikastabilize, nikapatiwa dawa. Basi daktari akaniambia, ndugu wangu, you have to decide. Okay. Lazima uamue. Either you change your lifestyle yako ama utarudi hapa, na ukirudi hapa mambo itakuwa ngumu, next utakuwa ICU. Okay. Yeah. Basi kutoka hapo ndo nikaanza kutembea pole pole tu hapa kwa beach na marafiki na nini. So hiyo kufanya routine kwa very boring sometimes. So Saturdays nikaanza kutembea, na nikitembea na nilikuwa naendanga na rafiki yangu hapa Kapeseri, tunakunywa kahawa, nilikuwa na post. So kumbe hiki kitu ili attract attention watu wengi sana. Me I didn't know honestly. So like at one stage nikaacha kupost. So one morning nilikuwa natembea town. A lady stopped me. Akanisimamisha. Akaniambia, "Meja, unanijua?" Akaniambia, "Nakujua." "How? We are Facebook friends." "Oh, okay." Akaniambia, "Umeacha kutembea?" Akaniambia, "Hapana, natembeanga." "Hala, kwani hupost?" Akaniambia, "Kweli yako I don't post anymore." Akaniambia, "Tafadhali upost because you motivate so many of us." So ile kutembea yako inatusaidia, inatumotivate. It surprised me. So I started posting. Naona tu nikipost the likes mingi, every time nikipost the likes. So siku moja nikasema, one Friday nikasema, nilikuwa naishi hapa karibu Jumeirah Nyali, karibu Barak. Nikasema kesho nitatembea kutoka Jumeirah mpaka Mama Ngina. Nikamwambia, "How?" Tunaweza, "Not possible." Yeah. Nikamwambia, "But there is only 11 kilometers." So basi Saturday morning kaamka, kaanza kutembea by 6. Kufika hapo karibu na bridge, rafiki yangu anaitwa Ibra akanijoin. Tukatembea na yeye. Kufika Mama Ngina, another friend of mine Samir. Hawa sasa nikimaliza hapo Mama Ngina wakachukua video. Okay. And then we posted the video. You made it. I told you I made it. Na hata kutoka hapo nikatembea mpaka Barka nikakunywa chai. So it ended up being 14 kilometers. That's the way you walk. Usiwato kwanza yani kutembea ni ile kasi pole pole tu. But our first pace Okay. That's the way you walk, yeah. So watu wa shock became ikakuwa debate, wataanza kuzungumza. So the following Saturday nikatembea Nyali. The third Saturday nikasema kesho natembea kutoka home mpaka Changamwe. It's not possible. Ngambia it's possible. How many kilometers? 16. No. Nikaamka Saturday kufika Buxton, huyu Samira rafiki yangu alikuwa hapo na gari yake akaanza kuchukua video. Kufika Kibarani kaanza kunyesha. Very heavy. So Samira akaniambia ingia kwa gari. Nikasema asiingie kwa gari, wewe shika simu yako. Mimi acha mimi nitatembea. So he took a video. Nikinyesha na natembea. So we posted that video and it went viral. Okay. It became a debate in Mombasa. We made 16 kilometers, we tembea kwa hiyo mvua, kwa hiyo speed. So it became a debate. And that video went viral in Mombasa. But the following Saturday nikasema natembea kutoka Jumeirah mpaka Shikadabu Girls through the Leotoni Bridge. How many kilometers? I think it was around 18 or 20 there. So it became another debate. So nilipofika Ganjoni Posta, warembo wawili wakanijoin hapo, kukuta wananigojea two ladies. Pofika Liwatoni kulikuwa watu 15 kutoka Likoni wananigojea. 15 people. So 17 plus me 18, we walked. Then we walked mpaka Ngombeni, kuna petrol station moja Ngombeni hapo. It's around 22 kilometers. And the following Saturday nikasema naenda. So hapo ndo nikaona like this thing is taken. So tukakaa na rafiki yangu Ahmed, nikamwambia hii kitu is taking a lot of interest. Na tunatembea kwa barabara. Yeah. We don't have any legal mandate or cover up. So tukafikiria basi kusema let's have a CBO. And then we registered Mombasa Walk Movement. Okay. So that's Saturday the first Saturday with Mombasa Walk Movement tukatembea from Jumeirah to Kijibwa just hapa Vipingo. 24 kilometers.
The following Saturday tukaenda ya ati tulienda Jomvu. Watu waka increase. Kijibo it was 25. This one 65. The other Saturday Kisauni 125. Mombasa Walk Movement. Wow. Ilianza hivi. It's amazing. Kamili kabisa. Lakini our turning point was our turning point yetu ilikuwa February, Valentine. Yeah. Valentine. So tukafikiria kuna Valentine inakuja, what do we do? Lazima tufanye excitement. So tukasema let's tende pale unique. Tukasema tuanze Sabasaba mpaka Bonje. Unajua Bonje? Bonje. Bonje. Bonje ya Bonje. Bonje unajua? Bado sija. Bonje. Bas Bonje ni hapo end of hiyo barabara ya SGR hapo. Ile is a junction hapo. Hapo ndo border ya Mombasa na Kilifi. Kilifi, okay. So tukatembea huko. Because it's Valentine Saturday before, any leader kimaliza tunapatia red rose and a chocolate. Okay. And we planned for 500 people. But we had 700 people. Wow. Over 500 people. Yeah. Over 500. Yeah. Over 500. Ukauliza warembo, kwa nini mkuja kutembea? This is my only opportunity napata flower. Okay. That's how Mombasa was born. Wow. Yes. So unajua in my mind mimi nilikuwa nafikiria kwamba after you retiring from the military ukasema how am I going to be active in the society? Nitaengage aje watu ndio ukakuja na movement. So when I was registering before na debate na rafiki zangu, mwingine fanya company, mwingine fanya CBO. Basi kama company sema you can utengeneza pesa hapo. Yeah. Rafiki wangu wengine akasema hapana bwana. Wewe ulikuwa public service, maisha yako yote it's your time to give back to the community. Yes. And all you give to community, the CBO, hakuna mambo ya charges. So Mombasa Walk Movement hakuna membership. Anybody can just come and walk. Bado kuna viatu yako. Nzuri. So hakuna membership, hakuna kulipa na tunasaidiwa na marafiki kila Saturday baada walk tunafuata watu maji na fruit. So no charges, nothing. Giving back to the community. Okay. So tuseme kwamba are you working, you and your team, in a represent nini? Is it giving back to the community ama kuna any other motivation behind it? Well, I think is to keep the community healthy. Okay. And that's the only way I think baada kufanya kazi karibu marka 40 kwa serikali. I can give back to community. Sasa hizi niko semi retirement. So yes, keep people give back to kuhamasisha wa jamii. Okay. But sasa tukienda story na kiafya kwa sababu tunaona chanzo kikuu ambacho kilifanya wewe ukaregister ni afya yako. Na kuna wale ambao wanasema kwamba mimi daktari ameniambia niko na huu ugonjwa, kwa hivyo sifai kufanya kazi kubwa ama sifai kufanya mazoezi mengi. Mimi kazi yangu ni kulala tu. Niamke nile nilale. Sababu hakuna daktari atakwambia hivi. Yule daktari atakwambia hivi, na daktari badia. Kabisa. Okay. Yule daktari atakwambia lazima ufanye exercise. Si lazima ufanye exercise ngumu kulingana na mwili wako. Lazima usikize mwili wako. Lakini lazima kila mtu kuwa na afya lazima ufanye exercise. And walking is the simplest. Because kuna gym. How many people wanaweza kulipa gym? Ngumu. 8,000, 10,000 per month. Ngumu. Kukimbia watu ngapi wanaweza kukimbia? Ni ngumu pia. Ingine ni swimming. Watu ngapi wako karibu na beach ama wako na swimming pool? Wachache sana. Lakini walking unaamka tu. Vile unasema unatembea kutoka hapa mpaka lights. Mimi niko kwa town. Alasiri ikifika around 4 o'clock niko town. Asigi gari. Okay. Mpaka Nyali. Because kutoka Fontanella runabout mpaka Mamba runabout 7.5 kilometers only. 7.5. Kutoka Kongoya ukipita Old Marindi Road mpaka Bamburumisho 4.4 kilometers. Okay. Kutoka Bamburumisho upite Bamburu kuja Keno hapo Naivas 4.4. Okay. Yes. Na kuna yule ambaye atajiuliza kwamba ni kina nani hawa ambao wamefikisha umri wa kujiunga na nyinyi? Je, mko tu na watu wazima peke yake, watoto peke yake, ama waume peke yao, wa kike peke yao, ama mmejumulisha wote? Mix. Ukisema wamama na wanaume 60% are ladies.
Average we have telling you, anytime we have registered, anytime 60% are ladies, 40% ni wanaume. Okay. Ukienda pande ya umri, Gen Z. Yeah. Gen Z is around 26%. Followed by millennium, 50%. So if you combine millennium and Gen Z, that's 76% of the workers. Okay. Followed by my generation, Gen X. Gen X. Yeah, we are around 22. Yeah, 22%. Alafu baby boomers 2%. So Gen Z's na millennium are the biggest, 76%. So which means the young generation sasa wanaangalia mambo ya afya si kama zamani. Yes, Anaona acha tuanze mapema. Si kama sisi tulikuwa tuangojea tukua wagonjwa ndio hata tuanza wengine. So these are awareness iko nyingi sana. Okay. Yes. Lakini vijana wengi sana wanaogopa by the way. Wajua sasa mambo mengi. So kuna wale ambao wanaona this walking is a wastage of time. Kwa hivyo huwa kuna ile point ambayo mnatembea mkihamasisha watu kwa hivyo jiungeni na sisi ama it's just willing anybody. And we create awareness. We are very to social media. We are very strong. So to create awareness through the social media. Kabisa. Na baada ya work sometimes tunafanya medical check-up, tunatita madaktari ya either cardiologist, mambo ya gynecology na nini wazungumza na watu. Yeah. So we awareness iko nyingi sana. Okay. Yeah. So ile mtu daraka 3 ni ile mtu haja kichongumu tu amekataa, lakini anajua maana ya kutembea na kuwa na afya nzuri. Okay, kwa hivyo ni kitu ambacho kiko willing. Just mnafanya nini leo? Just creating awareness. Okay. Ni sawa msikilizaji, dakika 20 baada ya saa 2 asubuhi mwelekezi wangu ananiarifu kwamba ni wakati wa kuelekea mapumziko. Tutachukua mapumziko mafupi tu, lakini tukirudi tutakuwa swali hapa. Kuna swali before tuende. Atakuwa nalijibu tukirejea baada ya mapumziko. Okay. Na ni kwamba kuna huyu Kazungu kutoka maeneo ya Kilifi anauliza kuna wale pia ambao ni people with disabilities. Maybe wako na ulemavu wa mkono, mguu mmoja. Anauliza kama pia wanaweza kujiunga na matembezi kama yale. Okay. Atakuwa anatujibu baada ya kuwa muda usio kwa mrefu. Tutakuwa tunafahamu pia tutakuwa tunapata zile challenges ambazo wanapitia, benefits wanapitia, their vision. Tutakuwa tunaweza kufahamu hayo yote tukirudi msikilizaji. Dakika 21. Nite Rajab Abubakar ukipenda nite le general wa hizi shughuli. Yes, msikilizaji, inakuaje 28 minutes baada ya saa 2 asubuhi majira Afrika Mashariki. Good morning once again. Nite le general hizo shughuli kupenda nite Rajab Abubakar nikiwa na mzee mzima hapa. Nite Biken Kenya ukipenda Kennedy Baraka. Mambo fresh my brother Biken. Mambo fresh bana. Umeona umuhimu wa kufanya zoezi. Naona umuhimu wa kufanya zoezi. Zoezi inaweza kufanya ukaamka kwa kitanda na afya yako ikarudi sawa na ukahamasisha watu wengine kuweza kujiunga nawe. Okay. Tumerudi sahi na kuna maswali mengi hapa ambayo watu wanataka kufahamu kuhusiana na huu umuhimu wa kutembea, kuweza kuona kama kila kitu kiko shwari. Kwa hivyo bwana Meja, kama kuna kitu ambacho mimi ningependa kukifahamu, pia kuna kitu ambacho msikilizaji na yule mtazamaji ambaye anatutazama sahi, kumbuka kwamba tupo live kwenye kurasa zetu za YouTube. Unaweza kutufuatilia pale Al-Shifa Digital Kenya, Al-Shifa Television Kenya, tukaweza kusemezana mawili matatu. Vile vile pale Facebook tupo Al-Shifa Radio Kenya, nambari ya simu iko wazi 0753 444 unaweza piga simu pale ukamuuliza Meja swali. Kwa hivyo Meja, umetembea na tumeweza kuona sasa uko na ufuasi mkubwa sana. Kumaanisha kwamba kuna mtazamo fulani umebadilisha katika jamii na hii movement ya kutembea. Nini hiki ambacho ukikaa na utazame kule ambapo umetoka na kule ambapo umefika, kule ambapo unaelekea, unahisi kwamba kuna kitu ambacho nimekibadilisha hapa Mombasa? Nini hiki? Nilipoanza na walk ile wakubwa most time tunataka kutoka Sabasaba ile za Changamwe ya Maeziani. Pita Keberani ilikuwa nasimama pale asubuhi naangalia umati ya watu umati ya watu wameamka asubuhi
watu wacha mabibi zao, wengine watoto, wengine mabwana zao. So nimesema tu mimi naitwa Mombasa Walk Movement, tuko nayo, tunatembea kutoka hapa mpaka hapa. Watu hawanijui. Okay. Hawajui pale na wapeleka. Sema jambo angalia sema. Umati hawanijui. So you pale na wapeleka, lakini wameniamini. Wameniamini. Through the power of social media. Ya kwamba wameamini. Kila mtu ameamka. Because tunaanza so we are very strict. 6 o'clock on the dot tunaanzanga. Okay. Unless they walking day for another tunaanza 5. We are very strict on time. 6 in the morning or in the evening? In the morning. In the morning. Ile Saturday. Okay. Ile weekdays depending on work schedule yako, watu utembea asubuhi ama jioni. But ile every Saturday tunakutana 5:45 by 12 tumeanza. Okay. So huyo mtu ametoka nyumbani saa ngapi, ameamka saa ngapi, ametoka nyumbani saa ngapi. Na watu hawanijua, wameniamini tu. Yeah, so which means for society there was something they were lacking. It's only that hakuna mtu alifikiria walete pamoja. Which there was something they were lacking. Na hii kitu si afya mwili pekee yake, ati physical pekee yake. Ile kitu muhimu sana ni mental health. Mental health. And that's why unaona wamama wako wengi sana. Okay. Kwa sababu wamama wakikutana hata hawajuani, after 5 minutes wanaanza kupiga story. Kama watu walikuwa wanajuana mwaka 5. Mimi na wewe tutaka mwaka 2-3, sijui shida yako. Kama tujazungumza kitu. Tuzungumze kabisa wanaume. Sasa utakuta wamama wako because it is about mental health. Okay. Other than the physical, mental health. Na kwa mama tena unajua iko na kitu cha hormone imbalance. Na iko shida sana kwa mama. Hormone imbalance. Unakuta hii work inasaidia. So hii mambo ya wasichana especially in their 20s, shida za periods. Unajua kwa wasichana wakipata hiyo wiki ya periods, unapata shida yao ni kubwa sana. A lot of pain. Unakuta baada ya ku work 2-3 times hivi mambo iko sawa. Unapata periods sawa, hata hakuna nakwambia vile damu imetoka lakini sio ilikujaje. Because of the hormone imbalance inasaidia sana. Okay. Example nyingine nitawapa ya kwamba tulikuwa na 2 ladies. I think they were from Jomvu. I'm just example mingi sana bado pateka. Yeah. So siku moja tulitembea Kisauni 16 kilometers. Kwa hiyo these 2 ladies are using before walikuwa wanatumia pills. Akiwa kasimamisha. Waliposimamisha karibu miezi 5-6 walikuwa hawapati period zao because of your side effect ya hiyo dawa. Side effect. So wakatembea that day 16 kilometers warudi nyumbani. Waliporudi nyumbani kufika around saa 7, both of them wakapata uchungu for 1 hour. Okay. Baada ya 1 hour ile damu yote ilikuwa kwa mwili ile ikikatoka kabisa. And from that time maisha yao ni kawaida, wanapata period zao. So vile inasaidia. Example ya 3. Kuna mama wawili. Moja kutoka Mtwapa, nyingine kutoka Mvita. Kwa zile Mtwapa alikuwa she was overweight. So karibu mwaka 5 alikuwa jaribu kupata mtoto. So akatujoin around May, that was 2023. By October I may lose 20 kilos and she became pregnant. Akaniambia ni mtoto kwa kijana nitamwita Idris. Lakini ukumbusho lakini akapata msichana. Huyu mwingine hadi tulitembea akakuja, sasa sijamwona, nikamwambia wewe ulipotea wapi? Ambaye meja asante sana. Kwa nini? This work imenisaidia. Ilikusaidiaje? Nilipata mtoto. Incidentally alipatia mtoto the same day with my birthday. Oh wow. Yes. Yeah. So afya na the impact ni mingi sana. Weight lose, wengine kupata I wish there was a video of a picture nikakuonyesha vile watu wameslim from 120 kgs to 80, 75 wengine. Just walking within a span of 4 to 6 months. It's gone. Okay. Yes. Na wengine walisema mambo kulikuwa na swali hapa. Tuko nayo wako wengi sana. Tuko na physical disabled, tuko na blind, some deaf wanakuja. Okay. Wanakuja ya. They come.
tulikuwa na moja kutoka Chuda tendo kwa Otino ama Onyango Agai alikuwa anakuja na ile idea yake ana haoni anakuwa tumetembea naye mara mingi sana so it's open to everybody like of course ile wako physically disabled una challenge pengine tunatafuta watu watembee na hao watu wachi pengine kama umewahi wazia maybe wawe na umewatengea siku yao maybe useme hii leo ni siku ya disability peke yao alafu hii ni siku ambayo tutatangamanika na wao pamoja maybe kama hiyo wazo kama we had tuko na plans kama hizo even last year tulikuwa tunataka kufanya but tulikuwa tunatafuta at least some organization to partner now because it was a bit challenging so at least so that we get some sponsors because mahitaji yao ni slightly more lakini program tuko nayo watu kama na wazee because wazee above 70 wanaogopa kutembea na sisi sema mnatembea speed na nyingine so tunatengeneza program ya wazee pamoja na kusema kwamba mko na watu wote hadi walemavu hakuna challenge ambayo kuna wakati ambapo unafikiri unasema hii inakupatia headache the only headache is about the logistics the rest is not a problem mobilize watu wakuja wapi na nini but of course sisi because we don't charge it's free because watu wanahitaji maji mtu ametoka nyumbani asubuhi hajakula lazima sukari inaenda chini lazima tuwapatie ile energy alafu t-shirts tunawapatia tupata sponsor that's the only challenge we have of course nilikuwa naomba serikali kuja tusaidie tu partner lakini mambo serikali ngumu kidogo both the county and the national unaona priorities yao ni different kidogo because nimai kupeleka petition for national government county government on sema let's partner on 3 things badala ya ukienda kwa hospitali ukuta wamenunua equipment kubwa sana sijui x-ray sijui nini and most of them hazifanyi kazi watu 100 million 200 million and they're not working so sema hiyo pesa badala ya kuweka hiyo equipment why don't you invest in preventive health you create awareness hata kama 50 million na hata 20 million create awareness invest let's partner it tuambie watu umuhimu ya kufanya exercise na keep healthy eat good food la nyingine lakini imekuwa ngumu ile ya pili it is mambo ya walking path kwa sababu lazima Department of Transport waki design barabara lazima kuwe na walking path huko Nyali wamejaribu main road wamejaribu lakini that's another petition na ile petition ya tatu was that especially kama Mombasa watu tembea lakini it's very hot yes true it's very hot so why don't you plant trees along the road yes so another 3-4 years ni very kutakuwa na shida kutembea sasa hapo ndio challenge kidogo cooperation from the national government na county government inakuwa ngumu kidogo but what if kama tukipata pamoja itakuwa nzuri sana na I heard you talking about CBOs nikaanza kujiuliza kuna makundi tofauti na hiyo yote wewe na manage all the CBOs ama umechagua viongozi ambao wanakusaidia ni one CBO Mombasa na sasa hapa juu ni mimi na timu yangu sasa kama utakuta tuko na cluster groups Jomvu Changamwe Jomvu Bamburi Mtwapa Shanzu Vipingo Nyali Likoni na Mvita so kila cluster group iko na team leader na deputy team leader so ile ya kawaida deal ile hawa ndio na manage so at least we have a structure now all these are volunteers all these are volunteers kila mtu anatusaidia tu kwa wengine so that's the structure we have and of course right now makaunti wengi wametukopi wameanza Kwale wameanza of course Likoni hata kama iko Mombasa iko Likoni kuna Diani Gombani Nairobi Thika wanaanza soon Marsabit Garissa Eldoret is starting soon Kisumu is starting soon so
very soon tutakuwa na walking nation. Kenya yote itakuwa walking nation. Hata nilikuwa nataka kukuuliza kwa sababu ukiwa na kitu kizuri. Na idea imetoka Mombasa. So lazima tujivunie watu wa Mombasa. By the way, I was to ask you kwamba umekuwa na idea nzuri ambayo imesaidia watu wengi. Mbona usitransfer to the other counties? Kumbe tayari washaanzisha. Hata ukiuliza babako, tunatembea na babako. Ukiuliza mbona lazima hata shehe ni rausha siku moja lakini usingizi mtamu. Babako tunatembea naye. Lazima afya yake imechange kabisa, imemsaidia. Kwa sababu yeye pia masuala na health pia imemsaidia pakubwa. Okay, and let's talk about the vision about this Mombasa Walk movement some few years to come. Ukiangalia hivi unaona mtakuwa wapi kama Mombasa Walk movement? Vile nakwambia ni to have Kenya equal walking nation. Just like Japan. It's a culture. Walking is a culture. And that's why hata kwa petition yangu nasema every third Saturday of the month equal car free day. Car free day. That's also my suggestion. Okay. Yeah. Also unajua first Saturday the last Saturday of the month uko na pesa watu gumu kutembea. Like that Saturday sisi wote hakuna gari. Hakuna tutembee tu kwa wengine. So visions at least kupata watu wengi wakubali kwamba mambo ya afya ni muhimu. Na afya si mambo kwenda kwa daktari, unaweza kuwa daktari yako. Kwa daktari yako kufanya exercise. Kama utakwenda gym and swimming, lakini walking is the easiest. Okay. Unaamka tu from your house to supermarket, for coffee, kwa pale ya kazi, just walk. Basi. Okay. Na siku zote utafanya jambo nzuri lakini utapata critics lazima wawe kwa society. Lazima. Uwezi kosa. Kwa sababu kuna wale ambao wataangalia hivi waseme Meja Wanyali, this thing is personal. For most wale ambao hawajajua story yako. Mimi nimepata kujua story yako leo, lakini kuna yule ambaye hakuwa anajua na bado hajajua. Atasema Meja Wanyali, this thing is personal, ni issues na Nyali hapa na pale. Utawajibu aje watu kama hao? Ile challenge ya kwanza was kwa Kiingereza doubting Thomases. Nilipoanza ngoja tu miezi mbili au hivi kapita sita, ngoja tu mwaka mmoja. So watu hawajaamini kwamba hii kitu nimechukua kama very passionate ya kwamba nimefanya. Na acha nikwambie, I'm the only person in the whole country, maybe Ruto peke yake tu, in the whole country who has an event every Saturday. Okay. Hakuna, just count. Na it is successful. Na hakuna pesa serikali ama companies wanasaidia from when I have a big mission. But every Saturday I have an event. Nobody in this country has. I don't know whether you know that. Labda tu Ruto like saying the president. Nobody else. Every Saturday I have an event. Okay. And nobody else in this country, Kenya. So at least ile watu walikuwa wanazungumza vibaya sasa tu wamekubali. Wametulia. Kumbe this guy is serious, reality. Consistency. Lakini kuna wale kwa sababu nimekufuatilia kwa muda mrefu nikaona umetembea na wanasiasa wakubwa sana. Kuna wale watasema this thing is politicized. Kwa sababu ni siasa tu inaingilia pole pole, anavuta watu lakini kuna siasa ndani. Wallahi kila mwanasiasa, kila mtu kama wewe sasa kuna Rajabu Al-Shifa, kuna Rajabu huko, kuna maisha yako. Okay? Kila mtu akwa. Sasa mimi kazi yangu ni work movement. Okay? Basi kupanga nje mimi Idris Meja Idris na nikipata ambition ya kwenda kwa Meja Wanyali. So what? Every politician ameanza pale. Either as a businessman alikuwa anafanya serikali au kampuni na nini. So huwezi kusema ati mtu alikuwa anafanya hivi because of this. So there's a different thing. Mombasa Walk movement is different. Ambitions zangu Meja Wanyali are two different. Let's not mix about it. Like kama moja na saidia nyingine ni sawa tu. Okay. Kwa hivyo wale ambao wanafikiria hivi hiyo it's only for health issues. Okay. Perfect. Na kama ni kwa raia saizi, fanye kwa serikali, fanye nini.
imewahi kutransform maisha ya watu just through ideas without resources na nini. Nikikaa kwa hiyo kiti my friend hebu ngoja kwanza nyali kwa itakuwa nyali nyingine si nyali ya kawaida. Ukisema kukaa kwa hiyo kiti inamaanisha nini? Kwa sababu nafahamu wewe ni meja wa Nyali na kitu ambacho huwa nafahamu kwamba public servants wakipewa nafasi kuingia mahali fulani they are the best people. Na sasa ukisema meja wa Nyali, ukisema nikipata nafasi kukaa kwa hicho kiti unamaanisha nini? Nafasi ni watu wa Nyali. Na walipata jina meja wa Nyali. Walipata jina meja wa Nyali. Meja wa Nyali. So maybe in future natarajia kwa member of parliament wa Nyali 27. Na niko tayari kufanya kazi na hawa. Na I'll provide alternative leadership. Completely, because ukipata what the constitution says, what an MP is supposed to do, and vile MP sasa wanafanya. Because MP siku hizi unakuta tu kila mtu ni mambo ya CDF. CDF. So baka they have mafikiri yao yote wame confined to CDF. Nothing beyond CDF. But there's a lot that we can do together. Nyali is the most cosmopolitan constituency in the country. I don't know if you know that. Inashindana tu labda Westerners Nairobi kidogo tu. Like the most cosmopolitan constituency in this country. Nyali, okay. Majority of the people who are either businessmen, academicians, wanafanya kazi, market ile kubwa the region iko Nyali. So the human resource capacity is there. So what you need is somebody to engage them. Nyali is becoming the Westlands of Mombasa. You know Westlands are where? So we have the investment. So there's a lot of things. But we need somebody, a leader who can engage. Alternative leadership. Si mambo kufikiria tu mambo bazari sijui kabro na nini na nini. Ile vitu za kawaida. They know. They know because CDF Act inasema kuna mambo bazari, kuna sijui development na nini. Hata ni nani, hata kama ni wewe, you can't change it. Lazima pale utapatiana. Unless unataka kwa mwizi. Lazima ujenge. Labda ujenge mengine. So beyond that, what is this alternative leadership? What are you bringing to the table? And this is the discussion. And talking about alternative leadership, na huu ni mswada ama mjadala ambao umekuwa ukiendelea mara nyingi sana, na tumepata fursa na kutoa maoni yako kuhusiana na hii CDF. I think nitakuuliza ile swali. Tumemwona hata aliyekuwa prime minister akisema kwamba yeye anaonelea hii story na CDF itolewe kwa sababu wabunge wengi sana wamesahau majukumu yao. Wamefocus pale. Wanasema mimi nisipoe CDF iongezwe pesa tutapata bursaries. Lakini ukiangalia bursaries zinaanzia pale kuanzia kwa MCAs hadi president. Sasa wanasema wabunge wapokonye hii CDF, unaona vipi? Wallahi ni swali inakuwa na debate sana. But the prime minister amesema as per the constitution, as per the current constitution, the role of MP is not about development. It's legislature. Unless the constitution ibadilishwe. As per today, that's the truth of the prime minister. Amesema. Ibadilishwa, well and good. Lakini na kusema kweli CDF imekuwa na impact kwa ground. Lakini in law it's not right. So lazima tupate balance hapo. Lazima tupate balance. Lakini si kusema ya kwamba kwa member of parliament tu usijilimit tu na mambo yale mengine. Of course the mambo legislation, oversight ya national government, the budget making, because kuna pesa mingi sana inabaki kwa national government. So as an MP lazima uende utetee constituency yako in the national cake. So usijilimit na mambo ya CDF yake. Yes. Na hapo pale kuna shida. Unakuta watu wanasahau big cake iko na executive wana concentrate lengine. Na wale wananchi ambao tumepata muda kujumuika nao, kutangamana nao, kuzungumza, wamesema kwamba tumeona viongozi bora sana wakati ambapo hawajaingia bungeni. Lakini wanapoingia hata sisi tunashangaa nini kilibadilika. Huyu si meja wa Nyali ambaye tulikuwa tunamjua. Uko sure hautakuwa kama hao? Wallahi naambia watu kila mtu angalia my track record.
wakati uko nafanya kazi anywhere na nikitoka hapo vile bado na relate na watu. Mimi ni mtu wa watu. Yes, whether in good times or bad time. Hata saizi utakuta nikitembea Nyali siko gari. Mguu, boda, tuk-tuk. Comfortable, sigopi. Wewe kama jana nilienda kinyozi hapo VOK niliona pale. Vijana wamestuka. Umekuja hapa uko fanya nini? Nimekuja ulikata nyele. Kweli you're so humble. And from there nikaingia boda. So unakuja mtaa hivi bila askari bila bodyguard peke yako kuna shida gani? Wewe ni mtu wa watu. Nimeiba pesa yako. Nimekupiga. Sina dhambi na mtu yule. Huogopi. Okay. Nini boss? Mambo mengi sasa Kenya. Lakini ile tu labda ukutane na wakora. That's different. Kila mtu anakutana na wakora. Kweli. At any time. Lakini kuingia mtaa, nitaingia mtaa nikitembea boss. Okay. Yes. Na maybe nikuulize tu swali la kiuzushi Meja. Kwa sababu ukiingia pole na imani utaingia, wewe ni mtu wa watu. Ni bill gani hii ambayo unasema mimi nikipata nafasi ya kuingia pale lazima hii bill nipeleke pale ipitishwe ili yule mwananchi wa kawaida, yule mwananchi wa Nyali, yule mwananchi wa Likoni, mwananchi wa Westlands kule atafaidika na hii bill? Ni bill gani ambayo wewe mwenyewe ukiangalia? Bill itakuwa mambo ya health. Okay. Investment in preventive health and create awareness. Because bila health hakuna kitu kingine. Kama huna afya hakuna kitu kingine unaweza fanya boss. Kweli. So kitu ya kwanza itakuwa bill on health where serikali both the national and county government percentage kubwa ya budget yao waingize kwa preventive health. Preventive, not health, preventive. Create awareness. Yes. Hapo kila mtu atafaidika across the board. From there then you can go to the next step. Yes. Kama una afya utafanya nini boss? Vigumu sana, kuna kitu utafanya. That's my first priority. Yes. Ni sasa maybe swali bwana Biken. Kuna swali hapa manake Meja amezungumzia mambo na siasa. Unajua kawaida ya mwana Kenya ndio wanapenda zaidi sana. Naona amevamia ukurasa wetu wa Facebook wanauliza Meja, na ukurasa wetu wa TikTok wanauliza kwanza anaitwa ni Sa Valentino, anasema pongezi sana mgeni kwa juhudi zako za kuleta mageuzi katika jamii. Anauliza siasa saa hizi kuna vyama vinaundwa, pengine unaegemea chama gani kile ama umejiandaa kwa chama gani angalau wajue pia kule ground wanauza sera namna gani? Wallahi watu wengi watastajabu. Nikiingia part nyingine isipokuwa ODM. Mtu ODM boss. Okay. ODM damu watakata damu yangu inashinda kuliko ile ya baba. Okay. From day one. The school ODM was been tulikuwa na siasa ODM K na ODM iliundwa 2006 2004 from 205 alafu ODM K na nini nyingine. So on 207 wakati ODM kwa na crisis, so mzee akarudisha ODM, akapata ODM akafanya agreement. Huyu Kalonzo hapana, huyu MP wa Rarieda wakili Otiendo Omolo okay. Wakati alikuwa ana sign hiyo agreement ya mzee kuchukua, that night ilikuwa Sarena na baba na Sarena. And from that day I've never changed. Mimi mtu ODM. Anybody you know I'm ODM. Hata juzi watu marafiki ya Mahawa niuliza namna gani bwana ni marafiki yako? Naambia ni rafiki yangu. Ni ODM, ni ODM. Kwa friends ya. Okay. Na bado kulikuwa na swali lingine niliweza kuliona jana na jioni. Kuna shabiki mmoja alisema kazi nzuri ambayo umefanya na hii walk movement, unajiita Meja wa Nyali, mbona usiwe kitu kama seneta hivi wana Mombasa wote kwa ujumla waka feel the impact of your leadership? Hili ni bitu kubwa sana. Watu wengine wanaambia simama governor, wengine kama Jordan wanaambia simama senator. Lakini nimepiga all the
lakini mzuri kwanza kuanzia chini. Tuanze tufanye Meja Wanyali kwanza. Baadaye tutaona mambo mengine baadaye. Mpaka saizi kuna watu wengi sana wananiambia tafadhali mama senator. Acha ni concentrate na ukiona nilianza last year nianza kutembelea the political leadership. Yes, kuambia kwamba kuna hii maneno mjue. Ile mtu nimeanza naye ni senator. Mwambie senator Faki ndio mimi tarajio kuingia siasa, nitakusema MP Wanyali. Bosi ile room tu mambo senator kwanza kuingia. Just to reframe, you know. I'm not interested in that. Meja Wanyali. Yes. Maybe swali la leo ukiniuta tukutano usiniita Meja Idris. Meja Wanyali. Itabidi nisha change officially sasa. My brother BK, kwa sababu muda swali lingine la mwisho. Maswali ni mengi sana, lakini kuna moja ambayo imeniguza zaidi. Alikuwa anauliza, je, nikitaka hii walk movement umesema ni kila siku ya Jumamosi, kuwapata namna gani? Maybe maandalizi, ile makutano mnakutania wapi? Wambende kwa social media handles zetu, Facebook na nini, kuna namba hapo. Inbox hiyo namba. Jina yako na pale unakaa, we will add you to the WhatsApp group ya hiyo area. So upate update. You can get update from the WhatsApp group or social media. We all kwa Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, all there. Hapo unapata update daily. Pengine social media ni social media yote Mombasa Walk Movement. Mombasa Walk Movement. All the social handles. Na kwa hiyo Facebook utapata kuna number, telephone number. So if you want more clarification, kuna administrator kwa hapo, atakupata all the answers you want. Atakuguide. Thank you so much Meja Wanyali. Nimekuambia kwanza leo nitakuwa nakuita Meja Wanyali, si Meja Idris. Maybe some quick fire questions before tuweze kukuruhusu kuweza kujua maswali ama vitu kadhaa tu kutokana na maisha yako ya kawaida. Swali la kwanza, maybe msikilizaji angependa kufahamu ni kitabu gani ambacho uliwahi kusoma na kikabadilisha maisha yako kwa kiwango kikubwa sana? My American Journey by General Colin Powell. Nilisoma in 1995. Yes, nilikuwa Amsterdam Airport. Nikanunua on the flight back nikaanza kusoma. There's one man I admire, General Colin Powell. Al-Shifa Radio, hello. Al-Shifa Radio, hello. Al-Shifa Radio, hello. Naam. Hello. Salama sana, tushukuru bosi wangu. Unaendelea vipi? Salama, tushukuru, labda upande wako. Shukran sana. Nashukuru kwamba kipindi kinaendelea vizuri na tunawashukuru Radio Al-Shifa kwa kuweza kutuangazia kila asubuhi kwa mambo mengi sana. Thank you so much. Hili niko na swali kwa mheshimiwa Meja. Naam. Meja Wanyali. Sana na upekuzi wangu ambao ninaupata na historia ambayo naisikia sana kwamba ni sababu nyingi sana ambapo mojawapo ama sababu kuu ni masuala ya health wise. Ambayo sababisha yeye kuweza kuingia ama kuanzisha masuala haya ya walking movement. Kwa sababu alianza yeye mwenyewe binafsi then akaja kaona kwamba zaidi ya kuweza kushirikisha watu. Hata niko na maswali mawili tu ya haraka hapo. I believe that this question sio yangu peke yake. My first question is there any registration amount ambayo mtu anapaswa kulipa kuweza kujoin the Mombasa Walk Movement? That's my first question. People registration fee yoyote ambayo mtu anapaswa kulipa ndio aweze kuwa mwanachama. But secondly, my question is do they normally meet apart from ile matembezi wanaoyafanya? Wako na vikao ambapo huwa wanakaa kuzungumzana masuala mengine mingi au kupangiliana? Na la mwisho, is there a steering team ambao wana move ile gurudumu la Mombasa Walk Movement ama ni yeye mwenyewe peke yake mpaka sasa independent? My last question ambayo labda nisieleweke vibaya ni kwamba is there any kuna matumaini yoyote yake yeye kutaka kusimama
siasa katika eneo letu la Mombasa County. Kwa sababu nikisema hivi ni kwamba tumeona miungano mingi sana ambayo imekuja kwa njia tofauti tofauti, but by the end of the day huwa yanaelekea katika masuala mazima ya siasa. Okay. Nikimalizia kwa swali langu la mwisho ambalo nimezungumzia ni kwamba I personally ninaamini kwamba Mombasa Walk Movement ni suluhisho kubwa sana, kama alivyotangulia yeye mwenyewe kusema, in terms of masuala ya kiafya, afya zote, afya ya mwili, afya ya akili. So my worry is, ikiwa kutakuwa kuna nia yoyote ya masuala mazima ya kujoin hands, either with politicians ama yeye mwenyewe kutaka kuingia katika siasa, my worry is huenda Mombasa Walk Movement ikafa, kwa sababu sisi wa Kenya ni wazuri sana wa kushirikiana katika masuala mengi tofauti tofauti, but when it comes to politics, kila mmoja huweza kufuata njia yake anayotaka yeye, most of them in terms of kivyama vya siasa, wengine in terms of masuala ya kikabila, wengine hata masuala ya kidini. Kwa hivyo ombi langu tu ni kwamba Meja Idris aweze kujibu maswali yangu na pia aweze kuzingatia hili lilozungumzia. Okay. Shukran sana boss wangu hapo. I think ameweza kusikia maswali na atakuwa anaweza kuyajibu. Sai, maybe kama unaweza wajibu. Sijapata jina yake. Okay, Okay, sawa. Sawa kusema. Sawa, sijapata jina lako lakini acha nikujibu. Mambo ya registration vile nimesema, kwa sababu hakuna registration ya kulipa. Okay. Hakuna. Wewe mwenyewe tutafuta viatu nzuri, make tu ununue viatu nzuri. Ukuja tu utembee. Okay. Na mambo ya labda kwa vile nimesema, ukicheka Facebook ya Mombasa Walk Movement kuna namba. Kuna namba pale. Inbox namba jina yako na pale unaishi. Basi kwanza ulike hiyo social media vile utapata update. Alafu tupatie namba yako, tuta-add kwa group, utapata update. So hakuna registration. Wewe mwenyewe tu jilete tu. Okay. Ya pili ya sababu kama kuna meeting tuko na kila pale tuko na team leader na nini. So tunashauriana. We meet or we either physically or through online na nini, at least we discuss. Okay. Mambo steering, yani kuna steering team, bosi peke yangu. Tuko na mindo chairman, tuko na secretary, tuko na organizer secretary, tuko na treasurer, tuko na media team, tuko na so kuna steering team. Si peke yangu. Okay. Na kila msikiza amejua kazi. Hata sometimes ninaenda safari, kazi mambo inaendelea. Kazi inaendelea. Hata 2 weeks, 3 weeks Nairobi nini shughuli, lazima tutafuta maisha. Yeah. Mambo inaendelea. Mambo ya Nyali ni kweli. Meja wa Nyali natarajia kwa member of parliament ya Nyali, na hapo unatoka Nyali, na kama utoka Nyali naomba tu transfer vote yako ulete Nyali. Transfer kura hadi Nyali. Mambo ya continuity. No, Mombasa Walk Movement will continue. Hata ni kwa MP kwanza itapata mimi, itanipatia ni kama ndio kupatia platform sasa kabisa ya kutafutia resources na kupakia connection. So Mombasa Walk Movement will be there with or without me. Lakini kwa MP for those few years, Mombasa Walk Movement becomes a continental thing. Sasa Mombasa si Kenya peke yake. Thank you so much Meja Idris kwa kuweza kumjibu msikilizaji wetu huyo kwa ufafanuzi mzuri sana. I think tulikuwa tunamalizia kwa kuweza kuuliza maswali haya, na ulikuwa umejibu swali la kwanza, kitabu cha My American Journey. General Colin Powell. Okay. Ni sawa. Alafu swali la pili, je, unapenda kutembea asubuhi ama kutembea jioni? Asubuhi. Mbona? Baada ya salat subah. Kama leo asubuhi natembea kutoka home mpaka msikiti, around 10 minutes walk. By 5:20 niko kwa msikiti, tuna sala subah mpaka 5:40, 5:45 naanza mpaka around saa 2:30 narudi nyumbani. Okay. Najitayarisha for the day. Yes. Haya, alafu swali nyingine ni which is the Kenyan leader that you admire most? Ukimwangalia unasema this is my role model. The only one, Baba. Unasema nyinyi ni wafuasi wa Baba. Mimi Baba. Kuna wale ambao ukizungumza vibaya kuhusu Baba mmekosana. Si hivyo. I think has inspired watu wengi sana. He has sacrificed for the country. Nobody else has done like that. All of the country. So I think mzee mmoja lazima tumheshimu. We look forward to him. Yes.
And another question, what keeps you up at night? Up at night? Yeah. By the way, most of the time, maybe 5 days in a week, mimi hulala hapa mapema. Okay. Between saa 2 saa 3 mimi nimelala. Saa 2 saa 3? Yeah. Wewe ndo mtu wa kwanza anasikia hivi. Kabisa. Anytime from 3 o'clock utanipata online. Wajua watu wengi sana most successful people ukiuliza at what time by 3 o'clock au 3 nimeamka. Umeamka? Nasoma social media zote, magazeti zote, everything. Team zangu hapa kuna Diana wale messages wamenitumania emails, najibu by 5 najitayarisha natoka. Okay. Yes. Kwa nadhani labda unalala saa 9 unaamka saa 10. Maybe once in a or twice in a week nafika mpaka saa 4 saa 5. Okay. 5 days in a week. My friend. Saa 3 hata wanajua. Uweze kunipata. Okay. Yes. Ni sawa. Alafu swali la mwisho, one word to describe Mombasa County. Mombasa County. Mombasa County. What's the best word? Actually, let me describe it. It may not be a word. Lakini watu wa Mombasa ni watu wa roho safi sana. Especially the original watu wa Mombasa. Na that's why unakuta Wakenya wote wamekuja Mombasa. Because ni watu wanakaribisha watu. And that's why unapata Mombasa County is a very cosmopolitan wengine. So tunashukuru wenyeji wa Mombasa. Okay. Yeah, the original. Vile wametukaribisha watu wengi, wakubali wafanya kazi hapo. I think that's the best thing about Mombasa. Okay. Anybody can live in Mombasa. Yes. Thank you so much Meja Wanyali, asante sana msikilizaji kwa kuweza kuwa nasi kwa zile media saa 12 kufikia sasa. Nadhani muda wetu ushatupa kisogo, labda tumpatie dakika 2 Meja Wanyali atupatie maneno ya mwisho kwa Mombasa Walk Movement, alafu pia atamalizia na maneno ya mwisho kwa Wananyali. Nikiwa mmoja wao, kwa hivyo itabidi kura nishike haiko tayari. Na ngoje tu 2027 niweze kuona Meja tunaenda Nairobi ama 20. Maybe maneno ya mwisho. Mwisho kwanza nawakaribisha kesho. Okay. Kesho tuko na walk. Okay. Tumepatana na Huduma Center. Na kutoka huduma mashinani. So lakini tumeanza na Mvita. So kesho asubuhi tunaanzia hapa Posta kwa Huduma Center. Tutatembea 16 kilometers turudi hapa. Watu wa Mombasa wahudumikie. Saturday, the first Saturday kawaida hawafungui Saturday, na kesho wanafungua. Kuna watu wengi wana kazini hawapati nafasi other days. Okay, next after that tutaenda to other constituencies. Tupeleke, kuna watu wengi let's say mtu ako Bamburi, unajua town inakuwa ufa. So tutatengeneza siku moja walking Kisauni na Huduma Center, Nyali, Likoni, Changamwe. Okay. So tuko na hiyo program. Okay. Of course on 31st of December, 31st of May tuko na wakubwa sana. From Ferry to Diani, Kongomos. Unajua Kongomos? Yeah, Kongomos Nigeria. So 31 kilometers. Na watu wengi wanakuja. So Taita Taveta, Kwale, nini na nini. So tunawakaribisha. Okay. So kuhusu mambo ya walk naomba tu tafadhali. Jishughulikie mambo, ujipende wewe mwenyewe. Kuhusu mambo ya afya yako. Okay. Si hali ya kutafuta pesa peke yake tu. Utafuta pesa lakini hiyo pesa itaenda kwa daktari tena hospitali. Ujipende. Uchunga afya yako. Tembea. Kama uzifanya exercise nyingine tembea. Na utembea na Mombasa Walk Movement. Okay. Ndio hivyo basi msikilizaji. Meja Wanyali kisha sema kwamba jipende. Usiwe unatengeneza tu pesa na pesa hizo zinaendea madaktari. Tuweze kujipenda. Maybe kabla tujafunga, mwelekezi wangu ananiarifu kwamba tupitie comments, alafu tutakuwa tuna sign out tuweze kumsindikiza Meja. Amerauka mapema sana. Sijui akitoka hapa anaenda kulala ama shughuli zinaendelea. Shughuli zinaendelea kama kawaida. Okay. Sasa pitisha comments 2 3. Naona comments nyingi sana katika upande wa Facebook pale Alshifa Digital Kenya. Na nitakuwa nasoma tu kadhaa maana siwezi kusoma zote. Namuona pale Jonathan Mwanzi anasema nowadays they are walking football ya watu wazima kama wewe, how do you big boys engage? Okay. Tune in from Majengo, yani Benedict anasema Taita. Rashid Juma anasema Taita Sagal wa mazingira can't wait to go to Diani. Kazi nzuri sana Meja. Anaitwa Ruth Onyango anasema je kweli ana azma ya Nyali? Ashajibu hilo. Alafu nani mwingine anaitwa Kaka anasema yuko tuned. Alafu anaitwa Anthony Wanjala anasema watching from Nairobi Outer Ring. Mongezi sana Meja.
Nikiangalia upande wa TikTok nione wanasema namna gani. Na dakika 10 baada ya saa 3 asubuhi majira Afrika Mashariki. Shukran sana msikilizaji na mtazamaji wetu wa Al Shifa Media Kenya, Al Shifa Television kwa kuweza kututegea. Mmekuwa waaminifu tulipowaeleza kwamba tutakuwa na Meja Wanyali, mkasema mtakuwa nasi. Sisi tunamshukuru Meja Wanyali kwa kuweza kutenga muda wake kuweza kuwa nasi na kuweka ahadi yake kuweza kujumuika nasi. Maybe my brother Biken, maneno ya mwisho. Mimi sina neno la mwisho. Ni kesho tu mimi najitayarisha. Buti zangu vizuri sana. Nirauke saa 11. Nitakuwa town mimi. Nitaanza mwenyewe kule lights huko. Working yangu. Nikuja mpaka pale Posta. Ndio ni join hiyo the congregation tukiendelea pamoja. Thank you so much. Kufikia hapo sina la ziada hadi siku ya Jumatatu panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Niite Rajab Abubakar, kupenda niite le general wa hizi shughuli.